Sasa leo nitaenda kwa part 2 ya kukosoa ile video ya Suleiman Mazinge na Ismail Gitao. Part 1 ilizungumzia habari ya kuhusu V-Sign. Kwa hivyo kama hujaiangalia, go check it out. Leo nitazungumzia habari walizungumzia kuhusu Bob Marley, Mohawk na Adidas. Kwa hivyo tutaanza na Bob Marley. Nataka nichukue dakika kidogo inavyowezekana, nataka dakika 15 nimaliza video hii. Walisema Bob Marley alipatiwa jina na mdosi fulani wa Illuminati baada ya kuwa kwenye operation ya kurekebisha uume ama kizazi chake, na wakamtunga jina B.O.B. ama Bob, wakimaanisha Battery Operated Boyfriend. Anafanywa marekebisho, yani upasuaji. Yule mkubwa wa chachi alitembelea pale. Alipofika pale kuona zoezi linaendelea, nadhani alitungia jina ile zoezi zima, yani BOB, yani Battery Operated Boyfriend. Yani BOB ni Battery Operated Boyfriend, yani manake zile mbegu mbili za wanaume zikifanywa upasuaji, ndio likaanza neno Bob. Wakachukua jina la babu yake Marley wakalibandika, ndo wakaitwa Bob Marley. Ama kwa wale wasiojua, Battery Operated Boyfriend inatokana na kifaa kile wanawake wanatumia kujifanyia beshe ama kujisatisfy sexually ama kujiridhisha kingono. Kuna kifaa kinaitwa vibrator, ndio huwa kinaitwa Battery Operated Boyfriend. Kwa hivyo anamaanisha yule mtu alimpatia jina Bob kwa sababu anafanywa rekebisho wa uume. Lakini Bob hajafanya operation yote ya uume. Kwanza Bob ni mtu tunajua alikuwa na nguvu sana za uume, kwa hivyo alikuwa na watoto zaidi ya 11 ambao wanajulikana official, lakini inasemekana kuna wengine ambao hawakujitokeza. Kwa hivyo ni mtu alikuwa na nguvu sana za uume, na ndio maana Bob hata hivyo alikuwa na wanawake wengi kwenye maisha yake, na ndio ile ilikuwa tatizo lake kubwa yeye na bibi yake Rita. Okay, but still tuangalie Bob alipata wapi jina Bob. Bob ni jina kama tuseme ni ufupisho wa jina fulani, kama Robert. Mtu akiitwa Robert anaweza itwa Bob, anaweza itwa Rob. Ni kama mtu akiitwa Bakari, tunajua mara mingi watu wanaweza muita Beka, ama mtu akwa anaitwa Odhiambo anaweza itwa Odhis. Kwa hivyo Bob ilitokana na Robert, ilikuwa kama nickname ya Robert ndio ikakuwa Bob. Na vipi apate jina Robert na watu wanajua anaitwa Nesta Robert Marley? Nesta Robert Marley alipokuwa anataka kusafiri kwenda Miami ambayo iko USA, alipokwenda kuomba passport kwenye Jamaican Immigration, yule mhudumu wa immigration akamwambia Nesta inakaa jina la kike na sound kama jina la kike special America, kwa hiyo ingekuwa vizuri abadilishe jina lake. So yeye alikuwa anaitwa Nesta Robert Marley, ambao Marley ni jina la babu yake, Robert ni jina la ndugu yake babake, na Nesta ndio ikawa jina ambalo mamake na babake walikubaliana kumpatia. Kwa mbwa vile ikawa hawezi tafuta jina lingine kando aweke pale, kwa sababu tayari jina liloko kwenye hati zake za kuzaliwa ni Nesta Robert Marley, na asingeweza kuongeza jina jingine wakati wa kuchukua passport. Kwa hivyo ilibidi aya switch ama aya badilisha majina yake. Nesta aliyeka katikati, Robert ilikuwa mwanzo, kwa hivyo akaitwa Robert Nesta Marley, ambao tunajua kawaida officially watu hutumia surname na first name, middle name huwa inakaa silent. Kwa hivyo inabidi mara mingi akue Robert Marley, Nesta inakuwa silent. Ndio maana alipokuwa Robert watu kumuita Bob ilikuwa ni Bob Marley, Nesta ikakuwa silent. Inajulikana mahali kwa sababu ikawa ni last name yake, surname yake na first name yake. Nesta ikabaki ikikuwa silent kwa sababu it's a middle name. Hivyo ndio majina Bob Marley ilipatikana. Alipata jina hilo baada ya kujibadilisha wakati anaomba passport kwenda zaka Miami, America. Tuangalie tena, akasema alidungwa sindano ya kansa alipokuwa anataka kujitoa Illuminati. Tuangalie ina maana gani mtu unataka asiseme siri zako, unamdunga sindano kwa mgonjwa badala ya kumdunga sindano afe. Kwa sababu akiwa mgonjwa atajua kwa ndio msababisha kwa mgonjwa, kwa hivyo atakasika zaidi na ndio siri zako atazitoa. Kwa hivyo kama ungelikuwa hawataki Bob azungumze siri zao, wangemuua kabisa. Na still Bob Marley tayari alikuwa na kansa ya kidole, ama ile inaitwa malignant melanoma cancer, ambayo ni kansa ya ngozi. Kwa hivyo alikuwa ana kansa katikati ya kucha yake na ngozi yake ya kwenye kucha. Kwa hivyo
tayari alikuwa na hiyo kansa, na wakati huo tayari ambao alikuwa hospitali ilikuwa tayari imeshaenea kwenye mwili mzima. Kwa hivyo ilikuwa tayari kansa imeshammaliza, na ndio watu wengi hawajui, lakini Bob Marley akifa hakuwa na rasta juu. Rasta zilikuwa zimetoka wakati akifanya chemotherapy. Ukiwa na kansa unafanywa chemotherapy huwa ina affect nywele zako na zinakatika. Kwa hivyo hakuwa na rasta tena. Na Bob Marley wakasema alikuwa kwenye dini ya Zion, alisema alikuwa Zionist. Bob Marley alikuwa kwenye dini mbili pekee, alishiriki kwenye dini mbili. Alizaliwa Mkristo, akaja kwa Mrastafari, akarudi tena kwa Mkristo. Na najua alipokuwa Mrastafari ndio maana akakataa hata kukatwa kidole wakati akionekana na kansa kidole. Na kwa hivyo kama alikuwa Mrastafari, tunaona pia alikuwa haizi fanya operation ya uume, na dini yake ya Rastafari ingelimkataza, na ndio maana hakutaka kukatwa kidole kwa sababu dini yake ya Rastafari inamkataza. Kwa hivyo ndio kwambia alifanya operation wakati kwa Rastafari, hiyo ilikuwa haitawezekana, dini yake imruhusu, kwa sababu nguvu za uume ilikuwa hakuna vile zinamhatarisha maisha yake, lakini kansa ilikuwa inahatarisha maisha yake, na akakataa kutibua kile kinamhatarisha maisha yake. Itakuja kubali kitu ambacho hakihatarishi maisha yake. Kwa hivyo hapo tunaona huo tayari ni uzushi mwingine. Kwa hivyo Bob tayari alikuwa na malignant melanoma, kansa ya ngozi wakati akifa, na ndio ilikuwa sababu ya kifo chake hata hivyo. Alafu twende part nyingine tena, wakasema Bob Marley alikuwa na nyimbo inaitwa Natural Mistake. Wao wanasema hii nyimbo inaitwa Natural Mistake. Ya kwanza aliyoimba ya kumtukana Allah inaitwa Natural Mistake. Nadhani Ismaili, hii nyimbo wakati anaipiga huyu mtu ya Natural Mistake. Sasa huo sijui ni kutokusoma, kutoelewa, ama ni ignorance, sijui tuiteje, lakini mimi naona ni ujinga wa hali ya juu, kwa sababu iko clear, nyimbo inaitwa Natural Mistake. Mystic na mistake ni vitu viwili tofauti. Mistake ina M-I-S-T-A-K-E, mistake, no doubt, hakuna tashwishi. Mistake M-Y-S-T-I-C, bila tashwishi, mistake. Kwa hivyo natural mistake na natural mistake ni vitu viwili tofauti. Natural mistake ni makosa. Natural mistake ni kitu ambacho hakieleweki ama kitu kilichokimiujiza. Kizungu nasema ni something mysterious or unexplainable, kitu cha kimiujiza ama kisichoweza kuelezeka. Kwa hivyo akisema natural mistake, in fact ni kama amesifu sana maumbile ya Mungu alivyoumba dunia, kuliko akisema natural mistake, kwa sababu alisema it's a natural mistake. Kwa hivyo ni kitu ambacho hakiwezi elezeka ama ni kitu cha kimiujiza vile ilikuwa, lakini hakusema ni makosa vile ilikuwa. Kwa hivyo hapo tayari tunaona ignorance ya watu hao wawili, na wanasimama mbele ya wanafunzi ama watu ambao saizi bado wako shule, wanawaambia vitu kama hivi, ama wanasimama mbele yako mtu ambaye umesoma zaidi yao na anakuambia vitu kama hivi, na wanamsherekea ama unaona amezungumza sawa kwa sababu yeye ni Sheikh Suleiman Mazingi ama ni Sheikh Ismail Gitao. Usikuwe tu unakubali vitu kwa sababu mtu amewekewa title ya kuwa sheikh ama padri ama pastor ama mwalimu. Kama mtu amekosea, mwambie umekosea, na watu kama hao sioni kama wanafaa wapewe membari. Kwa hivyo ile nyimbo inaitwa Natural Mistake, sio Natural Mistake. Tukirudi tena tukiendelea hapo kwa Bob wakati akifa alikuwa Mkristo ama aliwekubatizwa tena na Archbishop Ebuna Yesehak wa Ethiopian Orthodox Church of Kingston, Jamaica, mwaka tarehe 4 mwezi wa 11 1980. Kwa hivyo Bob alikuwa Mkristo, akakuwa Mrastafari, akarudi Mkristo kabla kifo chake. Bila kupoteza wakati, acha nikupatie part nyingine tena, ile walizunga kuhusu Mohawk. Hii ni sehemu tu ndogo. Wanasema Mohawk walipozunga kuhusu Mohawk kwa kuonyesha Mario Balotelli, wakasema Mario Balotelli alianzisha Mohawk. Ibilisi style iliyozunduliwa na Balotelli. Mohawk na Mario Balotelli wapi? Mohawk ilipoanza, Mario Balotelli hajakuwa hata tumboni kwa mama yake. Mtu yote yule ambaye ana miaka 30 na zaidi anaweza kuwa shahidi hapa. Na kama hujafikisha miaka hiyo, uliza mtu yote ambaye amekuzidi umri, ana zaidi ya miaka 30, muulize unajua kipindi kinaitwa Mr. T ama unamjua mtu anaitwa Mr. T.
ama ushaona movie ya Mr. T. Mr. T alikuwa ni mbabe fulani, actor mmoja wa Amerika mweusi. Alikuwa kwenye movie zake zote ama maisha yake yote alikuwa amenyoa nywele zote huku, akabakisha kishungi hapa kinakwenda mpaka nyuma. Kwa hivyo hiyo ndio mohawk, na hiyo ilikuwa tayari maarufu ama ilifanywa maarufu na Mr. T. Kwa hivyo mtu yote yule ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 30 anaweza kuwa shahidi hapa, hata bila utafiti. Mtu yote ambaye ameshaona kipindi cha Mr. T anaweza kuwa shahidi wa maneno haya. Kwa hivyo mtu akwambia Mario Balotelli ama David Beckham anaanzisha mohawk, atakuwa either ni mchache wa akili ama ni mtu anataka kupotosha watu kwa manufaa yake, ama sijui tutamhitaji. Na kimimi mtu kama hafai kabisa kwa mbele ya watu akuhubiria kitu chochote. Tukiachana na mohawk, twende kwa habari ya Adidas. Wakasema Adidas inamaanisha all day I dream about sex. Adidas maana yake ni all day I dream about sex. All day I dream about sex. Yaani kazi yangu mchana mzima ni kuota kuhusiana na mambo ya ngono, ndio maana ya Adidas. Sawa. Tuangalie Adidas ni kampuni ya nini? Adidas ni sportswear company ama ni sports equipment company, ama kwa Kiswahili ni kampuni ya nguo za michezo, ama ni kampuni ya vifaa vya michezo. Kwa hivyo tuangalie sex na sports zinaingiliana wapi. Ni vitu vile tofauti, lakini tunajua kwa sex inaanza na S na sports inaanza na S. Kwa hivyo kwa nini mtu siseme kwa labda ilikuwa inamaanisha all day I dream about sports badala ya kusema all day I dream about sex? Kwa sababu watu wengi wanafikiria kwa inasema all day I dream about sports, lakini hao mustadi peke yao katika ulimwengu mzima ndo anajua kwa inasema all day I dream about sex, kwa sababu wao wameona sex na vifaa vya michezo vinafaa viwekwe pamoja. Anyways, wacha nikuhabarisha habari ya Adidas ilitokea vipi. Mwenye Adidas ilianzwa nchini Ujerumani. Kulikuwa na ndugu wawili, mmoja anaitwa Adolf Dassler na mmoja anaitwa Rudolf Dassler. Walikuwa ndio walianzisha kampuni ya vifaa ama nguo za michezo. Wakati wa World War II, ma 1945 kitu kama hapo hivyo, wakaja kutoelewana. In fact si 1945, 1947 wakakosana kwa sababu ya imani zao za kisiasa. Wakati na huo Adolf na Rudolf wakagawanya kampuni na kila mmoja akaenda kivyake. Rudolf akatengeneza kampuni anaita Ruda, na ndio ikaja ikakuwa baadaye ikaja kubadilishwa tena jina ikaitwa Puma. Kwa hivyo Puma ilianzishwa na ndugu yake mwenye Adidas ambaye alikuwa akiitwa Rudolf. Kwa hivyo Puma tunajua imetokea wapi tayari. Adidas nayo ilitokea wapi? Adidas ikatoka kwa Adolf Dassler. Adolf tunaona herufi zake za kwanza ni ADO, na herufi za jina la babake za tatu za kwanza ni DAS. Kwa hivyo ni Ado Das, tukisema azitoe kwenye jina lake. Lakini Adolf watu walikuwa wamempatia jina la Adi, nickname yake alikuwa anaitwa Adi, kama vile tulivyoona Bob Marley alikuwa watu wanamuita Bob, ama Robert watu walikuwa kumuita Bob, ama kama Bakari watu kumuita Beka, ama kama Odhiambo watu kumuita Odhis. Kwa hivyo Adolf watu walikuwa wanamuita Adi. Kumuita Adi alipokuwa anaamua apatie jina la kampuni yake, ndio akachukua hizo herufi tatu za jina lake Adi na akachukua herufi tatu za kwanza za jina la babake Dassler, zikawa ni Adidas. Kwa hivyo hapo ni Adi na Das zikaingiliana zikakuwa Adidas. Hapo hakuna kitu cha sex kimeingiliana, hakuna kitu sports kimeingiliana, hapo ni simple jina lake limekuwa Adidas na ndio jina la kampuni yake mpaka saa hizi Adidas. Kwa hivyo mtu akwambia kwa Adidas is all day I dream about sex, huyo pia muulize anafikiria nini. Yeye labda ndio anafikiria the sex or the time, lakini sio mwenye Adidas alivyokuwa anafikiria. Hivyo nadhani kufikia hapo nimeshakupatia makosa ya kuhusu walivyozungumza kuhusu Bob Marley, kuhusu mohawk na kuhusu Adidas. Na kila kitu wakizungumza wanasema wanataka kupoteza umma wetu, wanataka kupoteza wasichana wetu wa Kiislamu, na hizi vitu vyote nimekwambia havikuletwa kwa sababu ya kupoteza Muislamu wala mtu yote. Ni vitu mwanzo vilitengenezwa, vimetoka kwa nchi ambazo za Kiislamu. Kwa hivyo kama vimefikia mtu ambaye ni Muislamu, vilifia tu kwa sababu alikuwa yuko ulimwenguni na uishi. Juu Bob Marley alitoka Jamaica, Adidas ilitoka Germany, na mohawk ilitoka Amerika. Vitu vyote hivyo ni mbali na kule Uislamu ulianzia. Anyways, bila kupoteza wakati ama bila kuchukua muda wako mwingi, usisahau hoja, tashwishi, swali,
kashfa. Unaweza nipata kwenye mitandao yangu ya Facebook page yangu, Twitter feed yangu, YouTube channel yangu, email address yangu, ambazo either ziko hapo chini kwenye YouTube channel yangu, utaziona zimejitokeza hapo. Na wakati wote nikiona hoja yako ama swali lako sita kulijibu. Kufikia hapo sina mengi ila kutakia wakati mwema.